Habari yako. Unatamani kusafiri kutoka nchi moja ya Ulaya kwenda nchi nyingine ya Ulaya, lakini hujui vitambulisho gani unatakiwa kuwa navyo ndani ya safari yako? Basi video hii ni kwa ajili yako. Kwanza kabisa, kama ni mara yako ya kwanza kutembelea chaneli yangu, usisahau kusubscribe, kulike na kushare. Katika nchi za Ulaya huwa kuna utaratibu ambao hupo. Kuna nchi ambazo zinaitwa EU na kuna nchi ambazo zipo kwenye Schengen area. Nchi hizo zinaweza zikawa na utaratibu tofauti, lakini nchi nyingi ambazo zipo hapa Ulaya unaweza kusafiri bila kuapply visa yoyote, ili mradi tu una permanent Uppehållstillstånd au inaitwa permis de residence, ambayo ni ya nchi ya Ulaya. Let's say unaishi Sweden na una permanent Uppehållstillstånd hapa nchini Sweden, unaweza ukasafiri kwenda nchi nyingine ya hapa Ulaya bila kuapply visa yoyote. Lakini vitambulisho ambavyo ni muhimu wewe kuwa navyo ni kwenye safari yako. Mojawapo ni hiyo kadi yako ya permanent Uppehållstillstånd ambayo inaitwa kwa lugha nyingine permis de residence. Unatakiwa kuwa nayo ndani ya safari yako, kwa sababu itakuruhusu wewe kurudi kwenye nchi ya Sweden pale ambapo utamaliza ziara yako kwenye nchi ambayo ulisafiria. Unaporudi, basi hiyo kadi ya permanent Uppehållstillstånd itaonesha wazi kwamba una ruhusa ya kukaa nchini Sweden. Lakini kitambulisho kingine ambacho ni muhimu wewe kuwa nacho na usikisahau ni passport yako. Kama huna passport, ni muhimu sana kuwa na res document. Ukiwa na res document ni kitambulisho kingine ambacho ni sawa na passport na kinakubalika kwa nchi takribani zote hapa nchini Ulaya. Unaweza kusafiri na kurejea bila shida yoyote. Sometimes unaweza ukaenda na kurudi bila kuulizwa chochote kuhusiana na passport yako, lakini inategemea kwanza umesafiri na usafiri gani. Umeenda na ndege, umeenda na basi au umeenda na train. Lakini mara nyingi vitambulisho hiyo viwili ni muhimu sana pale ambapo utahitaji kusafiri kutoka nchi moja ya Ulaya kuelekea nchi nyingine ya Ulaya. Kwa nini passport au hiyo res document? Hiyo res document hiyo ni utambulisho wako endapo utaenda kwenye nchi ya Ulaya na polisi wa kwenye mpaka wakahitaji kukagua, utaonesha kitambulisho hicho, na ndicho kitaonesha uwazi kwamba wewe una haki ya kuingia kwenye nchi yao bila visa yoyote, kwa sababu kwenye passport itaonesha wewe ni mtu gani na unaishi nchi gani. Moja kwa moja watajua kwamba mtu huyu hahitajiki kuwa na visa ili aweze kuingia kwenye nchi yetu. Hivyo basi vitambulisho hivyo viwili ni muhimu sana kuwa navyo, japo kwenye safari moja au nyingine inawezekana wasiviulize, lakini muhimu sana kuwa navyo. Mara ya kwanza wanaweza wasikuulize, mara ya tatu, mara ya nne, lakini siku moja inaweza ikatokea wakahitaji kufanya ukaguzi mizigo yako au wewe mwenyewe wa kutambua wewe ni nani, basi watahitaji kuona pasipoti yako. Na si mbaya kuonesha res document kwa sababu inakubalika. Nimewahi kusafiri kutoka nchini Sweden kwenda Norway, pasi na kuulizwa chochote kuhusu swala la vitambulisho, na usafiri huo ulikuwa ni wa basi. Nilitoka Sweden nikaingia Norway bila kuulizwa chochote. Hata sikufahamu wapi ni mpaka na wapi si mpaka. Nilijikuta moja kwa moja nipo kwenye nchi ya Norway bila kuulizwa swala la passport au kuulizwa swala la visa au kuulizwa swala la permanent Uppehållstillstånd.
lakini hiyo hainipi jeuri moja kwa moja kwamba naruhusiwa kuingia au kwenda kwenye nchi hiyo bila kuwa na kitambulisho chochote. Lakini vile vile nilienda Denmark. Usafiri huo ulikuwa ni usafiri wa gari, na tulienda na kuingia upande wa Denmark bila kuulizwa hata jina langu. Lakini hiyo pia hainipi jeuri kwamba naruhusiwa kuingia na kutoka bila kuwa na vitambulisho vyangu. Hivyo basi, mara ya kwanza unaweza kaenda bila kuulizwa, mara ya 3, ya 7, lakini siku moja inawezekana ukaja kuulizwa vitambulisho, na ni muhimu sana wewe kuwa navyo kwa ajili ya usalama wako na utambulisho wako. Kama video hii imeweza kusaidia, nitakushukuru sana kama utaweza kulike na kushare kwa watu wengine ambao pengine nimeweza kujibu maswali yao. Mimi naitwa Mfasto the King kutoka Sweden, Göteborg. Thank you so much for watching this video.